Ona jinsi Yona alivyotaka kuzamisha meli kwa watu ambao hawana hatia. Hebu twende tukasome katika Yona wa kwanza mstari wa kwanza. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarishishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikabu inayokwenda Tarishishi. Basi akatoa nauli akapanda merikabuni aende pamoja nao Tarishishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikabu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamuomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikabuni ili kupunguza mzigo wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikabu, akajilaza akapata usingizi. Basi Naoza akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Amka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Andiko hili lina maana gani? Hapa tunajifunza Mungu akikuita. Kuna watu walishaitwa na Mungu lakini hawajui kama wameitwa. Kwa hiyo tunamwona Yona kwamba Mungu alimwagiza kwamba aende katika ule mji, akawaambie kwamba akapige kelele, awaambie kwamba mmetenda dhambi, mmezidisha mpaka zimefika mbele za Mungu. Lakini Yona alikimbia, aliogopa kwa sababu alijiona yeye hawezi kufanya hiyo kazi. Sasa hapa ninachozungumzia ni madhara unapokuwa umekataa wito. Madhara ambayo Mungu anaweza kukuletea, na madhara hayo hayatakuandama wewe peke yako, yanaweza yaani wewe unaweza kusababisha watu wengine wa karibu yako wakapata madhara ambayo ilitakiwa ya kuhusu wewe mwenyewe peke yako. Tunamwona Yona alipanda kwenye meli. Hiyo meli, wale watu wa kwenye meli hawakuwa na hatia. Lakini ona jinsi Mungu alivyotaka kuizamisha kabisa ile meli iliyokuwa imembeba huyu Yona. Kwa hiyo inawezekana kuna shida nyingi zinatokea kwenye familia yako kwa sababu wewe umekataa wito wa Mungu. Ndio maana familia yako ni maskini, familia yako wanaumwa, ni kwa sababu wewe umekataa wito wa Mungu. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba ukiitwa na Mungu hutaki kukataa wito. Inawezekana unahangaika na maisha magumu kwa sababu umekataa wito. Kila unachokifanya kiendi kwa sababu umekataa wito. Hebu amua leo, jiangalie leo, umeitwa na Mungu? Na wiki ijayo nitafundisha utajuaje kama umeitwa na Mungu. Nitakupa maelekezo, nitakufundisha ni vitu gani ambavyo ukiviona kwenye maisha yako utajua umeshaitwa na Mungu. Kama hujasubscribe channel hii, naomba subscribe pia pamoja na kushare. Alafu wiki ijayo nitakuelekeza jinsi ya kujua kama umeitwa na Mungu. Mbarikiwe sana. Amen.